Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi alali alkarim, wassalatu wassalam ala sayidina Muhammadin annabiyi lwasim wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman kathiran, amma ba'd. Tuko katika kutoka mwezi mtukufu wa Ramadhani na tumepitia saumu, tumefunga, na kazi yote ukifanya kuna matunda yake, kuna faida yake. Umepata nini? Umefaidika na nini? Tumefunga, ndani ya funga yetu tumepata nini? Tumefaidika nini? Tunajua kuna malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala makubwa mengi, aliposema kullu amali ibni adama lahu illa sawmu fa innahu li wa ana ajizi bihi. Kila matendo ya binadamu anayoyafanya atalipwa na ni yake mwenyewe ajifanyia, lakini saumu Mungu akasema yake yeye Mungu. Kile cha kukulipa kwenye saumu ajua yeye Mungu. Malipo ya saumu ni makubwa sana, ajuaye ni kiasi gani ni Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika matunda yake ni yale Mungu asema, ya alladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmefaradhiwa nyinyi kufunga kama waliofaradhiwa waliokuwa kabla yenu, lengo na matunda na faida la'allakum tattaqun. Hapo ndo mahali kwenye faida ya saumu. Umefunga, umepata nini? Umepata takwa. Takwa nini? Imtisalul awamir wa ijtinabu nawahi. Maamrisho ya Mungu utafanya. Ushazoea kufunga, ushazoea kusoma Qur'ani, ushazoea kufanya swala za sunna, ushazoea kutoa sadaka, yale ni awamir. Kisha na nawahi na makatazo utaepuka, la'allakum tattaqun, ni mtakwisha nyinyi kuogopa Mungu. Ndio Mtume akasema, idha kana saumu yaumi ahadikum, akiwa mmoja wenu amefunga, fala yarfuth, asitoe maneno mabaya, asitoe maneno machafu, asiundame, wala yafsuq, na akiwa mmoja wenu amefunga asitoke ndani ya taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, asifanye mambo ya ufasiki, asisengenye, asiseme uongo. Kama idha kana musamu ahdikum fala yarfuth wala yafsuq. Kisha kabla wala askhab, na ikiwa umefunga usipige kelele, mayowe, utesi, vita. Fainsabahu ahadu, na ikiwa mtu yote amekutukana matusi mabaya mabaya, au qatalahu, hata kupigana na wewe, faliyakul, amwambie inni mru'un swaim, mimi ni mtu nimefunga. Kwa hivyo ile kufunga ya kufundisha wewe usiseme maneno mabaya, kule kufunga ya kusababisha wewe usiseme uongo, kule kufunga ya kusababisha wewe usisengenye, kule kufunga ya kusababisha wewe usiwe mwenye kupigana vita na watu, kupigana vita, kule kufunga kwa kufundisha wewe usitukane watu, kule kufunga kufanya wewe usipige makelele, usifanye utesi. Kwa hivyo faida ya kufunga ni kukufundisha tabia nzuri na kuacha tabia mbaya, ndio faida ya kufunga. Ndio wanafanya kama man lam yada qawla zuri wala amala bihi falaysa lillahi hajata an yada ta'amahu wa sharabahu. Mtume asema asoacha kaula zuri, maneno ya uongo, akacha maneno ya uongo, kasengenya, kasema uongo, katia fitina. Wala amala bihi, kuna kaul na amal, kuna kusema na kufanya na kuyafanyia. Kufanya ukahupigi mtu, ukahuui mtu, ile ni wala amala bihi.
basi falaysa lillahi hajata an yada ta'amahu wa sharaba, una haja ya funga yako, Mungu hana haja kuwa uache kula na kunywa, kwa sababu kufunga ya kufundisha wewe uwe na tabia nzuri, uwe na mwenendo mzuri, uwe mtu mzuri. Kwa hivyo, na ndiyo lengo la saumu. Kwa hivyo ikiwa umefunga, lengo la saumu yako ni saumu iweze kukuongoza wewe katika njia nzuri, mahali pa sawa, maneno ya sawa, si maneno ya ubatilifu. Na hizo ndio ibada zote. Ikiwa umeswali, Mwenyezi Mungu akwambia nini? Inna salata tanha anil fahshai wal munkar watlu ma uhiya ilayka min kitabi wa aqimi salata inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Ndio mtume asome kile kilicholetwa wahi na Mwenyezi Mungu na asimamishe swala. Swala uisimamishe, uswali kisawa sawa, kwa khushu', kwa unyenyekevu. Swala usimamishe, uwe na ikhlas kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Swala usimamishe, utekeleze sharti zake. Basi aqimi salata. Ukifanya hivyo sawa sawa, inna salata, hakika si shaka, inna wa maneno hakika, salata ka swala, tanha anil fahshai wal munkar, yakataza madhambi makubwa na madhambi mabaya yasiyojulikana katika sharia, yasokuja katika Qur'ani wala hadithi, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas, sema munkar ma lam ta'rifuhu min sharia, yasiyojulikana katika sharia yetu ni munkar. Fahshai ni madhambi makubwa. Ukiswali wewe, swala itakukataza na zina. Ukiswali wewe, swala itakukataza na liwatu. Na vitendo vya kaumu Lut. Ukiswali, swala itakukataza wewe na ulevi. Ukiswali wewe, swala itakukataza wewe na uwizi, ndio fahshai. Itakukataza wewe na sihri, na salata tanha anil fahshai wal munkar, na yale mambo ambayo katika sharia hayajulikani, mambo ya kubatilifu, swala itakukataza. Kwa hivyo swala inakataza. Kama somo, kumwambia somo junna, somo ni kinga ya kuzuilia na mabaya. Pia swala ina salata tanha anil fahshai wal munkar wal baghi, na yakataza na dhulma. Kiswali wewe, hutonyang'anya, hutopokonya, hutodhulumu mtu kwa njia zote za dhulma. Kwa hivyo athari ya swala yako ni swala iweze kukataza mabaya. Athari ya somu yako ni somu yako ikufundishe tabia nzuri, ikuache tabia mbaya. Na ukirudi, tuna kutoa sadaka na kutoa zaka. Mwenye kutoa zaka, pia zaka ina athari yake. Sasa Mwenyezi Mungu anambia Mtume, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Chukua katika mali yao zaka zao za kuonekana ukweli wa roho zao, sadaqata. Ukichukua utatohirisha mali yao, utatohirisha na uchafu, utatohirisha na uchoyo, utatohirisha na ubakhili. Mtu hatoi mwaka mzima, lakini akifika Ramadhani au akifika mwaka lazima atoe ile zaka, halazimishwa, ili amfundisha ate uchoyo na ubakhili kwa kule kufanya nini? Kutoa. Kisha umtoherisha na madhambi. Ikiwa na madhambi wewe kwa kule kutoa kwako, Mwenyezi Mungu kuna madhambi mengine hukusamehe kwa kule kutoa kwako zaka. Kisha utapata swali alayhi, utapata dua ya Mtume, uombe dua. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiletea zaka, ndio kumletea zaka, umwombea dua. Na kama masahaba, swali ala abi aufa, swali ala ubay, swali ala kadha, swalieni huyu makimwombeni dua. Swala hapa bi maana dua. Neno la swala wanamaanisha ni dua. Kwa hivyo zaka zatohirisha, zasafisha, zatoa tabia za uchoyo, ugumu, ubakhili. Yafundishwa kutoa nini? Zaka. Ikiwa ni mtu amebahatika kwenda haji, basi kaambiwa alhaji ashhurun maalumat, hija ni miezi maalum.
faman faradha fihinna alhajja, ikiwa Mungu amekufaradhia katika hiyo miezi kwenda kuhiji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji wama tafalu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Mwenye kufaradhiwa kwenda haji, basi fala rafatha, asema maneno mabaya, asiundame, wala fusuka, wala sema maneno machafu, asifanye mambo ya maasi, epuke kama kusengenya, namima, fitna, uongo, aepuke mambo machafu machafu. Faman faradha fihinna alhajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj, wala sijadiliane, asishindane na watu, sababu ibada za hija zimeelezwa, zaeleweka kwa kila mtu, asishindane katika mambo ya ibada, hivi ni vile, hivi ni hivi, hakuna. Wala msifanye utesi, watu wasikosane, wala kusiwe na vita, ndio wanajidala. Na hija kutakane zita, hata mtu kwamba akikusukuma wewe usimsukume, hata mtu akikuangusha usimwangushe, hata mtu akikupiga usimpige, hata mtu akikusonga usimkusonge, hata mtu akikupiga kikavu usimpige, hata mtu akishika kitwa akakutoa kwenye Hajar Aswad mfano, wewe usimshike kitwa chake na ukamtoa. Ndio faman faradha fihinna alhajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajji ma tafalu min khairi ya'lamuhu Allah, ndichokufanya katika khairi Mungu akijua. Watazawadu fa inna khaira zadi taqwa. Kwa hivyo haji wafundishwa tabia nzuri kama walivyofundishwa tabia nzuri katika kufunga, na ndio lengo la ibada. Kule kufanya ibada ni tabia, ndio kwambia tabia nzuri ni ibada. Anayekushinda katika tabia nzuri amekushinda katika uchaji Mungu, anakushinda katika tabia nzuri amekushinda katika ibada, kwa sababu adinu muamala, dini kuamiliana vizuri. Hiyo katika masala ya alhaji. Kwa hivyo tumeona swala anakataza mambo mabaya, zaka za kutoherisha na wachafu, saumu usiseme na wachafu, usipigane, usipige kelele. Tumeona haji nao pia ni vile, useme maneno mabaya, usifanye maasi, usifanye utesi na kadhalika. Lingine ila kutoa, ukitoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu nao kufungulia, amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ule mwenye fama man a'ta wattaqa, mwenye kutoa na kuogopa Mungu, wa saddaqa bil husna, akasadikisha neno la ilaha illa Allah, akasadikisha kuna pepo, afanya pate pepo Mwenyezi Mungu, fasanuyassiruhu lil yusra. Mwenye kutoa sadaka, kitu anachopewa kikubwa na Mwenyezi Mungu na kigifti ya Mungu na matunda ya sadaka yake, fasanuyassiruhu lilyusra, mambo sahali zidi kwa sahali kwake. Kwa kufanya mambo ya kheri wake rahisi, kwake kupata pesa ni rahisi, kwake kutajirika ni rahisi, sababu kitoa zaingia. Sababu kuna malaika akiomba Mungu, Allahumma ati mufikan khalafa wa Allahumma ati mufikan khalafa wa ati mumsikan talafa. Mwenyezi Mungu mwenye kutoa, kuna malaika wawili kila siku asubuhi kuingilia. Wale malaika waomba dua hili, Mungu ule atoaye muongezee, na ule azuileaye muharibie mambo yake. Ndio kwambia ya ibn adama anfiq unfiq alayk, binadamu toa na Mungu akupe, toa upewe. Wewe ukitoa 10 utalipwa 100, ukitoa 100 utalipwa 1000, ukitoa 1000 utalipwa laki, ukitoa laki utalipwa mamilioni. Kwa hivyo utaona ibada kila ukifanya na Mwenyezi Mungu ukuongezea, na Mwenyezi Mungu ukubariki, na Mwenyezi Mungu ukukulinda. Leo wacha tueleze, kwa kuwa ibada ya kuzuilia na mambo, ibada ni kujizuilia na mambo mabaya. Leo tunakuwa ibada ya kuzuilia na mambo mabaya. Inshallah kesho tutaeleza ya kuwa ibada pia ni kujizuilia na mambo mabaya. Pia ibada zenyewe ni kinga, kwa ibada ni kinga. Ibada unazofanya Mungu hukukinga nazo. Mwenyezi Mungu atujalie katika watu wema na watu wafanya mambo ya kheri, na atuwafikie tupate matunda ya ibada zetu na faida kwa ibada tunazozifanya. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, wal afwa minkum.